Naam, bismillah. Kama tulivyosema mwanzo, karatasi hizo kwa mtu ambaye atakayekuwa na swali, basi bila shaka ataandika hapo, alafu karatasi hizo zitakuja kuchukuliwa na mtoto ambaye alikuwa naye hapa. Bila shaka yatasoma maswali yenu yote biidhnillah jalla wa ala, kama muda utakuwa unatosha zaidi. Naam, bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafi wal imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi bararatun mayamin, amma ba'd. Awalan fa inna asdaqal hadithi kitabullahi jalla wa ala, wa ghayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Bila shaka leo hii ndio siku ambayo ilikuwa ni teule kwa sisi, ambayo tulioiteua ya kwamba kuwa siku ya Jumapili mwezi Mei tarehe 31, bila shaka ndio itakuwa ni muhadhara wetu ambao muhadharatu al-qayyima. Bila shaka naomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie muhadhara huu al-qayyima uwe wenye manufaa zaidi kwa nyinyi, na pia kadhalika kwa wale ambao hawajawafikishwa na Allahu jalla wa ala kuhudhuria katika masjiduna hadha, wakawa wanasikia katika vipaza sauti nje. Bila shaka Allahu subhanahu wa ta'ala awabariki, na pia kadhalika kama watakuwa na maradhi, Allahu jalla wa ala awaponye maradhi yao, na pia kadhalika Allahu subhanahu wa ta'ala awapatie taufiki kuelekea mambo ya kheri. Kwa hiyo sasa muhadhara wetu, nadhani tulitoa vipeperushi vilikuwa vina pointi maalum na kuelezea mambo ambayo tuliyokusudia kuzungumzia fi hadhihi muhadhara. Katika muhadhara huu pointi ziko nyingi, lakini miongoni mwa pointi hizo tutaelezea pointi moja tu. Ni miongoni mwa zile pointi mzazi, nini afanye mzazi kwa mwanawe pale ambapo atakapofika miaka 7, na pia kadhalika ni kitu gani mzazi mlezi akifanya kwa mwanawe pale ambapo mtoto wake atakapofika miaka 10. Pointi zote tutalizungumzia, lakini nimependa nichukue pointi hii kama ni mukaddima, kama utangulizi. Maana yake ya kwamba nitangulize vile ambavyo vitakuwemo au vitakuwemo katika muhadhara huu alqayyima. Bila shaka mama yangu, dada yangu, shangazi yangu, tambua hakika dini ya Uislamu imekuja kumtukuza mwanamke kwa hali ambayo sio ya kawaida. Maanake ya kwamba kabla ya Uislamu mwanamke alikuwa ni mtu ambaye mwenye kudharauliwa mno kweli kweli, lakini unaambia Uislamu ukaja kumtukuza mwanamke, tena ukamtukuza kweli kweli, na pia kadhalika ukampatia hadhi na nafasi katika Uislamu wake. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa yote hayo, na akamwelezea mpaka mwanamke ya kwamba ni mtu ambaye katika dini kadhalika anatazama kwa jicho lingine, pale ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema katika hadithi ambayo kharajahu al-Bukhari wa Muslim rahmatullahi alayhima jamia, katika hadithi ambayo imepokelewa na Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu qala, alisema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba alisema bwana Rasul sallallahu alayhi wasallam akimwelezea nafasi ya mwanamama
Na pia kadhalika katika maneno yake haya akaja kuzungumzia pia kadhalika nafasi ya mwanababa, maana yake ni mwanamume, wana nafasi gani katika dini ya Allah, na pia kadhalika wana nafasi gani katika malezi. Akaja kusema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. خرجه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما جميعا. معنى الحديث، معنى حديث يقام محمد صلى الله عليه وسلم asema kullukum ra'in, kwamba nyinyi wote ni wachunga, nyinyi wote ni wachunga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, na nyinyi wote mtakuja kuulizwa kunako kile ambacho mlichokichunga. Na pia kadhalika Bwana Rasul sallallahu alaihi wasallam baada ya kusema maneno haya akaja kumwambatanisha na mwanaume, akaanza kumzungumzia mwanaume, akasema warrajulu ra'in fi baitihi, na pia kadhalika mwanamume, mwanababa ni mchunga katika nyumba yake. Maana yake ya kwamba mwanamume ndio rasul usra, ndio kichwa cha familia. Maana yake ya kwamba sasa kwa kule kuwa baba ndio kichwa cha familia, maana yake ya kwamba atakuja kuulizwa na Allahu jalla wa ala kutokamana mambo ambayo aliyosimamia katika nyumba yake. Je, mwanababa huyu alikuwa anawasimamia watoto wake wasali? Alikuwa anawakaripia pale ambapo watakapoacha kusoma madrasa na mengineyo na mambo ya kheri? Au alikuwa anafanya kitu gani? Anawaacha watoto wake mithili ya mbuzi kamba, mbuzi katakamba wanasema Waswahili. Mbuzi katakamba maana yake akishamaliza kula mtoto hujui hata pale ambapo anapoelekea. Akishamaliza kula, akishanawa, huyo anaondoka, hujui mtoto wako anapokwenda, na ukisema mtafute haufahamu pale ambapo anapotembea. Anakuja tu wakati wa usiku, tena wakati wa kula, anamaliza kula kisha analala, kesho hivyo hivyo, mambo kama kawaida. Sasa mambo kama haya bila shaka mwanababa, mwanamume atakuja kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kunako nyumba yake aliisimamia namna gani. Na pia kadhalika kwa kuwa sasa Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kumuuliza mwanaume huyu mambo ambayo anayosimamia katika nyumba yake, na pia kadhalika Bwana Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam akaja kumzungumzia mwanamke, akasema wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, na pia kadhalika mwanamama, mwanamke kadhalika ni mchunga katika nyumba ya mumewe, katika nyumba ya mume wake. Manake ya kwamba pale ambapo sasa ikifika wakati mwanamume amechoropoka, amerauka asubuhi mapema, akaenda katika shughuli zake za kutafuta riziki, bila shaka hao watoto wanabaki na nani? Bila shaka watoto hawa watabaki na nani? Na mama yao ambao ni mlezi. Kwa hiyo sasa baada ya kutoka mwanababa huyu akaenda katika shughuli zake, bila shaka atabaki mwanamke. Pia kadhalika Bwana Rasul sallallahu alaihi wasallam akaja kusema ya kwamba na kadhalika mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mumewe, na pia kadhalika atambue mwanamama huyu na mwanamke huyu wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, na pia kadhalika atambue ya kwamba yeye atakuwa ni mwenye kuulizwa vile vile mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kunako vile ambavyo alivyovichunga. Hadithi hii ni hadithi ambayo haina mashaka ndani yake, imepokelewa na imamu wawili, imamu wa kwanza Imamu al-Bukhari, na pia kadhalika ikapokelewa na imamu wa pili mwingine anaitwa Imamu Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhima jamia. Maana al-hadith, tukiangalia na samana al-hadithi namna ambavyo walipozungumza wanachuoni, walizungumza wanavyuoni na wanachuoni kupitia hadithi hii, wanasema kwamba maana al-hadith anna al-aba wal-umma mas'ulani amama Allah. Maanake ya kwamba hadithi inakuja kujulisha ya kwamba hakika baba na pia kadhalika mama ni mas'ulani,
maana yake ni watu wawili ambao watakuja kuulizwa amama Allah, watakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watakuja kuulizwa kuna kwa nini? Wanaoshauri wanakuja kuzungumza kwamba an tarbiyati alawlad, watakuja kuulizwa kunako ni namna gani ambavyo walivyowalea watoto, tena sio kuwalea watoto tu, wa ta'limihimul khair, na pia kadhalika kuwafundisha watoto hao kheri. Je, hawa wazazi baada ya kuruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala watoto wakawa na familia, je, waliwafundisha kheri watoto hawa? Wakatambua kuswali, wakatambua kufunga kwa mafunga ina mabora makubwa mbele ya Allah, na pia kadhalika wakatambua mambo mengine ya sadaka na mengineo ya kheri? Je, hawa wazazi wawili walisimama kideti sawa sawa mpaka ikafika stage wakawafundisha wanao kheri? Kwa hiyo sasa mwana baba wanatakiwa watambue kwamba hawa watu wawili, mama na baba, ni masulani amama Allah, watakuja kuulizwa mbele ya Allahu jalla wa ala an tarbiyati alawlad wa ta'limihim alkhair wal akhlaq, na pia kadhalika watakuja kuulizwa kunako kuwafundisha watoto wao kheri, na pia kadhalika hawa wanazi wawili baba na mama kadhalika watakuja kuulizwa na Allahu jalla wa ala kunako ni namna gani walivyowafundisha watoto wao tabia nzuri na tabia zinginezo, kwa sababu asili ya mtoto huwa anaiga tabia ya wazazi wake. Na ndio maana katika masala haya, katika pointi hii ya pili, baada ya baba na mama kumfundisha mtoto wake kheri inapatikana wapi? Kheri maana yake kwamba ni pale ambapo mtoto mdogo atakapokuwa mathalan akawa yuko anataka kula chakula, wewe mwana mama, wewe mwana baba, ni lazima utamfundisha kheri. Kheri gani? Ni lazima utakuja kumfundisha dua. Wewe mtoto, mwanangu bwana, emkaa hapa, sema bismillah. Na ndio maana Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja, angalia namna ambavyo alipokuwa na morali wa kufundisha watoto wadogo, maana ya kwamba ili wapate mafunzo ya dini ya Allah jalla wa ala, ile hali wako watoto wadogo. Siku moja Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekaa pamoja na